Akuja ombe msamaha. Ndio nakuta watu wengine naomba msamaha, anaanza kusema enyewe nikingali naangalia, nafikiria kama nitakusamehe au sitakusamehe. Hapo ndani ya huyu mna mbegu ya nini? Ya chuki. Msamaha hauna nini? Hauna kipimo. Msamaha hauna kipindi. Msamaha hauna time kwamba nitakusamehe after 2 months, nitakusamehe after 1 year, nitakusamehe labda niangalie kwanza hasira zitulie. Hizo hasira zinaleta hasara. Faido. Chuki inazaa fitina. Nasamehe. Haleluya. Haleluya. Wangapi tumekosewa na majirani zetu? Haleluya. Sasa kuanzia sasa tuwasamehe bure. Sema kuwasamehe bure. Tuwasamehe bure, maana kazi yetu sisi ni kuwakilisha upendo, na upendo ni kusamehe. Unasamehe mtu hata kama yeye mwenyewe anajihisi ni kama nilimkoseaga fulani na labda wewe unamwambia nilishawahi kukusamehe bure. Nilishakusamehe bure. Vita vinavyoibuka, usifikiri chuki inakuja tu. Hapa Kenya mwaka 2007 nilikuwa hapa. Nilikuwa Nairobi. Mwaka 2007 kulipita vita vya mauaji, si vita vile ambavyo kama vile vyenye viko napitika kwetu, hii vita vya kijinga. Vya Kongo ni vita ya kijinga. Haleluya. Hapa vita ya ukabila. Mkono wa kushoto wanaweka pande, mkono wa kulia wanaweka pande, mguu wanakatakata miguu yote, kila mtu kwa hivyo ndivyo. Yaani unaona ni mauaji ambayo hata wewe mwenyewe unajaribu kuangalia, unaona hii inaingia katika akili na asili ya kitu. Hivyo vyote vilianza na nini? Na chuki. Katika nchi yetu makabila yaliyopendana yalianza hivyo vitu vidogo, na unajua chuki inaanzishwa na mtu mmoja, na hiyo sasa inaambukizwa na watu wengi kama ugonjwa wa ukoma. Sasa unakuta kwa sababu huyu baba ni rafiki yangu na mimi nimekosana na Ombeni, yeye naye anajifanya adui wa nani? Wa Ombeni. Unaona vile chuki inatembea. Sasa unakuta iwe katika kanisa, unakuta kuna makundi, haka kanakuwa kakundi ka fulani hawatakani na kakundi ka fulani, kale kengine kakundi, na hata katika mafamilia unakuta watu wengine wamezarauliwa kwa familia. Takataka, hakuna kitu, nyang'au tu, huyu hawezi saidia mtu kitu. Unakuta kwa familia wewe hauna heshima. Kuna kakundi kengine, hako kakundi ndo wanajiona wao ndo wana familia. Na ndivyo ilivyo vita ambayo inapitika katika nchi ya Kongo. Unakuta makabila inaingia. Hawa sasa ndo wanachukia hawa ndo wanachukia hawa. Mbinguni hatutaenda na identity ya Wafuliru au ya Warundi au ya Wapembe au ya Wakasai. Tutaenda na identity ya wana wa Mungu. Usije ukachukia hadi mimi nachukianga wa fulani, baki na chuki yako na hautaenda mbinguni. Maana mbinguni Biblia inasema wenyeji wetu ni wapi? Ni mbinguni, ambako huko Kristo tunamtazamia abadili miili yetu inayoharibika. Inasema miili itabadilishwa na Warundi na Wakongomani na Wasomali. Kristo. Kwa hiyo sisi ni raia wa mbinguni. Hata watu wengine unasikia mtu anasema hii ni mchanga yetu. Mchanga yako itabaki. Sisi ndo tulikuwa wazaliwa wa hapa, sisi ndo tunafanya hivi. Wengine wanaona hao ni wageni, wale wengine walikuwa wakimbizi. Wewe pia ni mkimbizi. Katika ulimwengu huu hakuna mwenyeji. Wenyeji wetu ni wapi? Ni mbinguni. Ndipo Paulo anaambia Wakolosai.